Lakini tuwaombe ndugu zanguni, mnaokuja kugombea, mnakuwa tayari mmeshaanza nia za kugombea, msifanye fujo, tusifanye vurugu, kwa sababu tunajua mpaka sasa hapa mjini ni Ali Makoa ndio mbunge wa jimbo letu hili. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa hiyo wanaokuja wasifanye vurugu, wasifanye fujo. Muda utakapofika siku ya tarehe 28 mwezi wa 6 mpaka tarehe 2 ya mwezi wa 7, kila mwanachama ana haki ya kwenda kuchukua fomu ya kugombea nafasi ya ubunge, ikiwa wa jimbo, ikiwa viti maalum. Hali kadhalika na kwenye udiwani ndio hivyo hivyo. Tuwaache wenzetu tuliwapa nafasi wamalize shughuli zao ambazo tumewatuma. Lakini na wenzetu mliokuwepo, hawa wanaokuja kutaka kugombea hizo nafasi, nanyi msifanye nongwa. Sababu kabla ya kuwepo nyinyi, walikuwepo wabunge wengine, walikuwepo madiwani wengine. Sitavumilia, wala Chama cha Mapinduzi hatutavumilia kuona eti watu wanafanya uhuni hadharani. Maana CCM oye! Wewe kama unapendwa, unapendwa tu, na hata kama hupendwi, hupendwi tu. CCM oye! Muda utakapofika, wananchi na wanachama wataamua kupitia viongozi wao. Chama cha Mapinduzi kimetanua wigo wa kupata maoni ya wanachama kupitia viongozi wao kwenye kura za maoni. Muda utakapofika, kila mmoja ataruhusiwa. Mwanzo ilikuwa ni tarehe 1 mwezi wa 5, zikasogezwa mbele. Nguvu tunayotumia wana CCM kushirikiana wenyewe kwa wenyewe kuvurugana, nguvu hiyo tungetumia kwa ajili ya kuvuruga upinzani, tungekuwa tumeshafika mbali sana 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 sana. Naombe ndugu zangu, tusivurugane, kwa sababu mwisho wa siku Mwenyezi Mungu ndio anayemuongoza anemtaka, na Mwenyezi Mungu akishakuongoza anemtaka hakuna ambaye akufanya nini. Lakini yote kwa yote Mwenyezi Mungu ndio anemnyanyua mtakaye, kama anavyoingiza usiku katika mchana na anavyoingiza mchana katika usiku. Leo wewe umebeba mgombea, muda utakapofika chama kitateua jina. Kwa sababu ya kura za maoni ni ushauri tu, kwamba sisi ushauri wetu huyu anatosha, huyu anafaa. Kwa hiyo chama kinaweza kikateua yoyote miongoni mwa hao. Sasa ili muda utakapofika usije kumwaminisha mtu sasa kwamba wewe ndio wewe, alafu muda utakapofika jina lisiteuliwe. Na ndio maana kwenye mazingira hiyo ni mamlaka ni halmashauri kuu ya taifa. Na ndio maana hapa tutasema fulani mitano tena, fulani anaweza, fulani hivi, fulani hivi, lakini mwisho wa siku halmashauri kuu ya taifa ndio iliyokuwa hayo mamlaka. Kwa hiyo tusijipe mamlaka hayo sisi. Jukumu letu kama wanachama kuhakikisha tunawashawishi wananchi wenzetu na baadhi ya wanachama wenzetu ambao mioyo yao bado haijafunguka kukipigia kura Chama cha Mapinduzi muda utakapofika. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi kupitia vikao mbalimbali vya uteuzi, lakini kupitia vikao mbalimbali vya maoni na ushauri, tutahakikisha hatutaminya demokrasia wanaokubalika kwa maslahi ya wasiokubalika. Chama cha Mapinduzi hakitaleta mgombea ambaye hakubaliki na jamii, hakitaleta mgombea ambaye hakubaliki na Chama cha Mapinduzi. Kiongozi tutakayemleta ni sawa sawa na falsafa ya Mwenge wa Uhuru. Na ndio hapo hapo kiongozi tutakayemleta hatutaangalia yeye ni dini gani, lakini yeye ni jinsia gani, lakini yeye anatokana na nani na nasabu gani, kwa sababu hapa hatwendi kwenye mambo ya kimila. Lakini hapa hatwendi kwenye kuabudu. Tunachotaka ni kiongozi atakayetuongoza katika kipindi cha miaka 5 kwa kusaidiana na Dr. Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Kiongozi tutamleta, tutahakikisha kwamba anakuwa tumaini mahali ambapo watu walishakata tamaa, mahali ambapo watu walishatokana na hamu na upendo kwa Chama cha Mapinduzi na taifa lao na serikali yao. Lakini tutaleta kiongozi ambaye ataleta upendo miongoni mwetu, ambapo watu walishaanza kufarakana, watu walishaanza kukatana mapande, huyu ni wa huyu, huyu ni wa huyu, huyu ni wa huyu, ili aweze kutuunganisha.
lakini kiongozi tutakayemleta tutahakikisha anakuja kujenga heshima mahali ambapo tulishaanza kudharauliana, huyu sijui wa hapa, huyu ni wa nani, huyu ni wa huku, huyu hafai tena, huyu anatoka huku. Hilo sio kazi yetu. Tutahakikisha kwamba tunemleta anaangalia misingi hiyo. Hatutaangalia mrefu, hatutaangalia mfupi, hatutaangalia mwembamba, hatutaangalia mnene, hatutaangalia dini yake. Mwisho wa siku tunachokiangalia sisi wana wa Kondoa ni nini kitakachokuja Kondoa baada ya wao kuwateua, kuwachagua, na sio dini kitakachotoka Kondoa. Ndipo tukawasimamisha hao waheshimiwa madiwani watueleze nini tunakwenda kufaidika na kipindi kijacho. Budget wameshapitisha. Kwa hiyo kwenye budget inayokuja ni nini na nini sisi tutafaidika navyo, ili tuweze kuambia watu wetu. Niwaombe sana ndugu zangu, niwaase sana ndugu zangu, muda utakapofika tuweze kuchagua viongozi sahihi.